kuoshwa miguu. Ibada ya kuoshwa miguu ni mojawapo ya desturi za Kikristo zinazoonyesha unyenyekevu, upendo na huduma kwa wengine. Ibada hii inatokana na tendo la Yesu Kristo alipowaosha miguu wanafunzi wake usiku wa karamu ya mwisho. Biblia inatuambia kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu alikuwa ameketi pamoja na wanafunzi wake, na ili hali akijua ya kwamba muda wake wa kuondoka umewadia. Walipokuwa chakulani pamoja na yule aliyekuwa amemsaliti, aliyeitwa Yuda mwana wa Iskarioti, akakaa pembeni ya meza, akaiacha meza, akainuka, akajifunga kitambaa chake kiunoni, kisha akaanza kuwaita mmoja mmoja na kuwanawisha miguu. Amen. Kuwanawisha miguu alikuwa na maanisha nini? Alikuwa na maanisha kuwatakasa, kuwaondoa katika mavumbi ya kale, kuondoa uovu ulioko katikati yao, roho za chuki na kuchukiana, kukataliana na kusalitiana. Sema amina mpaka wachawi wasikie. Amina. Kuoshwa miguu ilikuwa inamaanisha kuwafanya hata atakapoondoka duniani wawe na utayari wa kuendelea kufanya kazi ya Mungu pamoja na kuhubiri Injili. Kwa sababu kitu kikubwa ambacho adui alikuwa anataka kushikilia kwao ni ule utayari. Na Yesu akaona ya kwamba miguu katika ulimwengu wa roho ina mahusiano makubwa na utayari. Amen. Sema amen. Amina. Hata ukisoma kitabu cha Warumi pamoja na kitabu cha Isaya, Biblia inasema miguu imebarikiwa miguu ile itangazayo habari njema. Amen. Kwa maana hiyo miguu ina mahusiano na habari za kumtangaza Yesu. Amina. Ina mahusiano na habari za neno la Mungu. Amen. Miguu yako ikishikiliwa, habari za kumwabudu Mungu kwako hazitakuwepo. Amen. Miguu yako ikishikiliwa, habari za kumiliki kwako hazitakuwepo. Amina. Ndio maana maandiko yanatuambia, Mungu akamwambia Yoshua, nitahakikisha kila zitakapo kanyaga nyayo za miguu yako nitakumilikisha, nimekupa wewe. Amen. Sema amina. Amina. Sema amina mpaka wachawi wako wapigwe. Amen. Kwa nini leo kila tunapokanyaga tunaonewa? Tukikanyaga tunanyanyasika, tukikanyaga wachawi wanatuvamia. Ni kwa sababu nyayo za miguu yetu hazijapewa kumiliki. Amina. Hazijapewa kutawala. Amen. Mungu anasema mamlaka yote nimewapa ninyi, mtakanyaga nge na nyoka. Miguu iliyokuwa inakanyaga nge na nyoka ni ile ambayo tayari imetakaswa na Mungu. Amina. Ni ile ambayo tayari haijashikiliwa na wachawi. Amen. Ni ile ambayo tayari imekombolewa. Amina. Sasa tunapoingia mahali tukashindwa kumiliki, tukashindwa kutawala, ujue lazima tukomboe miguu yetu. Amina. Ni lazima tuombee miguu yetu. Amen. Ndio maana baada ya leo ni kwa ajili kuhakikisha nitakusafisha kimwili, lakini kimwili hiki kitaenda mpaka rohoni. Amen. Kama walikushikilia hatua zako kiroho kwa kuoshwa kwa maji ya leo, hatua zako za kiroho zitakombolewa. Amina. Hatua zako za kiroho zitafunguliwa. Amen. Wanafunzi wa Yesu baada ya kunawishwa miguu, akafika, Biblia inasema akafika kwa Simon aitwaye Petro. Amen. Simon kwa sababu alikuwa ni mbichi, alikuwa bado ana roho ya Simoni ndani yake, bado alikuwa hajaitwa Petro. Akawa anakataa, akamwambia haitawezekana mimi kuoshwa miguu pamoja na wewe. Amina. Mimi haitakaa itokee wewe unisafishe miguu. Amina. Lakini Yesu alipoona Simoni anamzidi, akamwambia sikiliza Simeon, kama usipooshwa miguu pamoja nami hautakuwa shirika na mimi. Amina. Simoni aliposikia lile jambo akasema hapana, haiwezekani. Kuliko nikose ushirika na wewe, kuliko niende mahali bila wewe, ni bora sasa nivue hata hizi nguo uniogeshe. Amina. Sema amina mpaka wachawi wapigwe popote walipo. Amen. Sema amina mpaka wachawi wasikie popote walipo. Amina. Kumbe miguu inapooshwa inakufanya unaunganishwa na Yesu. Amen. Mahali popote utakaposhiriki
mahali popote utakapoenda utakuwa na Yesu. Amen. Kwa nini anamkambia Simon kwamba usipooshwa miguu hautakuwa shirika nami? Manake kuna uhusiano wa ushirikiano na Mungu kupitia miguu. Amina. Sema amen. Amen. Kuna muunganiko wa nguvu za Mungu kupitia miguu yako. Amina. Wangapi wananielewa? Nipungie mikono hewani kabisa. Mara nyingi wanafunzi wa Yesu walikuwa wakibishana ni nani aliye mkubwa kila wakati. Hebu tusome kitabu cha Luka 22:24. Luka 22:24. Some. Luka 22:24, nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yakatokea mashindano kati yao kwamba ni nani aliyehesabiwa kuwa mkubwa. Mstari wa 25. Akawaambia, wafalme wa mataifa huwatawala na wenye mamlaka juu yao huitwa wenye fadhili. Kama tabariki. Amina. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wakishindana. Hivi huyu jamaa atakapoondoka ni nani aliye mkubwa kati yetu? Na Yesu baada ya kugundua kuna mashindano kama hayo, ndio maana aliwafundisha kunyenyekea. Aliwafundisha kuwa chini ya mtu mwingine. Aliwafundisha kushuka. Akawaonyesha kwamba pamoja na kwamba mimi naitwa mfalme, pamoja na kwamba mimi nina uwezo wa kimungu ndani yangu, lakini nina uwezo wa kushuka nikawanawisha miguu yenu. Manake nikawa chini ya miguu yenu. Amina. Sema haleluya popote ulipo. Haleluya. Sema amina mpaka wachawi wapigwe. Amina.